na unahakikisha kabisa kwamba kama kuna jambo wewe mwenyewe unaona limekuzidi, shirikisha wenzako, si ndio? Kuna ndugu, kuna rafiki, kuna jamaa, si ndio? Kufanya hivyo kuna kufanya hata wewe mwenyewe mwenzako akakuelezea katika tofauti uliokuwa nayo wewe, inakupa lilifu ya moyo, si ndio? Na inakufanya angalau wewe mwenyewe unaona kumbe hiki kitu nilikuwa naona ni kikubwa, labda ni kizito cha kunifanya mimi kuweza kupata labda matatizo au kukosa suluhisho, kumbe huyu amenielewesha katika njia hii, jambo lenyewe ni rahisi, si ndio? Lakini kuliko kufikia hatua unaanza mwenyewe kujitundika, inakuwa sio vizuri. Sawa jamani? Kwa hiyo tukae tuelezane, hasa kwenye familia. Sasa hizi mara nyingi mjini tumekuwa kila mtu akitoka kwenye mishe zake akija ni kulala, si ndio? Tukae tuwe tunaongea, tunakumbushana. Wazee wa zamani watu walikuwa wanawakalisha, wanaanza kuwaeleza mambo, si ndio? Kwa hiyo kwa wasaa huu nimeona niwajulishe hilo. Sisi tunachukua huu mwili wa marehemu tunapeleka hospitali kwa uchunguzi, lakini nadhani kufikia kesho uchunguzi utakuwa umekamilika na mwili utakabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya mazishi, si ndio? Kwa hiyo kusiwepo ile maneno yale ya tofauti, huyu wamemfanya hivi hivi, si ndio? Hapana, nadhani kila mtu anajua historia, si ndio? Kwamba wenzetu walikuwa naumwa na nini, imempelekea yeye mwenyewe kukata tamaa, si ndio? Kwa hiyo ya kwangu ndo hayo tu ambayo nimeona niwaambie kama polisi kata wenu, si ndio? Majina yangu naitwa Juma Hemedi Simba, mwenyekiti wa mtaa wa Buhari. Mnamo saa 6:30 nimepokea taarifa kutoka kwa wananchi ambaye kwa jina anaitwa Ramadhani, akinitaarifu juu ya shemeji yake amejinyonga nyumbani kwake. Na mara baada ya kupata taarifa, mimi niliondoka mpaka kwenye eneo la tukio, na nilipofika eneo la tukio ni kweli nilimkuta marehemu amejitundika na kamba yuko chumbani kwake. Hatua nilizochukua, hatua ya awali ni wataarifu polisi, na baadaye polisi walifika na kuchukua mwili wa marehemu na kwenda nao hospitali kwa uchunguzi zaidi. Kwa hiyo baada ya kuchukuliwa mwili wa marehemu, basi tunasubiri matokeo ya uchunguzi na baadaye mwili utarudishwa na tutaendelea na mazishi. Niwaase wananchi wangu kwa ujumla wao, vitendo vya kujichukulia sheria na kujizuru sio vitendo sahihi. Niwasihi tu kwamba kila mwananchi kama ana tatizo lolote, basi asifikiri tu kwamba yeye ni mwisho, bado anaweza kutafuta suluhu kupitia kwa watu wengine na wanaweza wakamsaidia, na mwisho wa siku akawa amenusuru uhai wake. Kwa hiyo wananchi wangu, niwaombe, hili limetutokea lakini lisijirudie, ili isionyeshe kwamba maamuzi ya namna hii ni maamuzi ya kikatili, hayafai, hayapendezi. Mimi mwenyewe nikiwa mwenyekiti wa mtaa imenisikitisha mno, lakini yote kwa yote hii ni mpango ya Mungu, na ninamshukuru Mungu. Mungu aendelee kusaidia. Kwa majina mimi naitwa Juma Jumanne, maarufu sana naitwa CCM, ni mwenyeji wa mtaa huu maarufu sana wanasema mtaa wa Kindai, lakini huu ni mtaa wa Buhari, kata ya Kindai. Tumeweza kupata majanga au tuseme matatizo. Kuna jamaa yetu kajinyonga, na hatuwezi kujua kajinyonga kwa sababu gani, sababu anazijua yeye, lakini sisi tumesikitika sana na imetuuma sana kwa sababu alikuwa ni jamaa wa karibu. Unaona bwana, tuliposikia hili jambo tumeweza kufika kweli, tukaingia tukamwona, tukajiridhisha. Basi hakuna namna, tumekaa nje kusubiri uongozi wa kiserikali ambaye ni polisi waje wachukue vipimo vyao, na wamemchukua kweli, wamekuja wamempima, wamemchukua, wamempeleka sehemu husika. Tunasubiri wahusika watatupa ratiba zinaendeleaje ili tuweze kushiriki kwa karibu zaidi. Kwa jina naitwa Zuberi Ramadhani Koko. Kwa wadhifa wangu mimi ni mwenyekiti wa mtaa Arusha Road. Ila hapa nilipo kwenye hili tukio, mimi hapa, huyu bwana aliyefariki tumeoa naye nyumba moja. Huyu bwana
alikuwa anasumbuliwa kidogo, alikuwa na tatizo la maradhi, alikuwa anasumbuliwa na tatizo la uti wa mgongo, ilionyesha kwamba pingili zake zimeachana. Kwa hiyo amejaribu kwenda hospitali mara kwa mara na akawa amepatiwa dawa za kuendelea kutumia, lakini ikafika mahala naona akawa hajakubaliana na ile hali, imefikia mahala kupelekea kujinyonga au kujitoa uhai wake. Wakati anajitoa uhai, mke wake alitoka kwenda kumtafutia dawa, lakini baada ya kurudi ndio karudi katika tayari ameshajinyonga. Na ndio baada ya hapo tukaendelea na taratibu zingine zinazohusika, tukawa tumeenda polisi kuwatafuta kwa ajili ya kuja kuchunguza mwili. Basi na hatimaye baadaye walifika hapa na kuchukua mwili kuupeleka kwenda kuufanyia uchunguzi zaidi kwa ajili ya mazishi.